kilifichwa na akajua ni siri. Simwambie mtu ndio alikifanya, ila gizani pasipokuwa na mtu, japo siri ni ya mtu mmoja. Ila kama hutanaswa na gossip call, mambo ya binadamu utaongea vidole. Hello? Samahani lakini You heard? Toboe? Ni Toboe? Leo kwenye gazeti la makorokocho.co kuna kesi nzito. Kesi ya ndugu zetu wawili ambao tayari wana mtoto. Shilole? Niambie. Aise poa, mambo? Niko poa babangu, wewe? Buruda kabisa. Imekufika hapa. Nyimbo yako unataka kuachia inaitwaje? Imefika hapa. Inatoka lini? Muda sio mrefu. Hebu tuimbie kidogo. Siwezi kukwambia naimbwaje, ila tu nyimbo inaitwa Imefika Hapa. Asante mama. Unafunga? Maskini na vidonda vya tumbo. Wewe? Mimi niache kufunga kwa sababu gani? Nafunga babangu. Lakini wewe unakula mdudu? Toka hapa. Sijai kula, niambie. Poa. Hivi karibuni nilikuwa napiga story na Makala, baba mtoto wako. Kafanyaje? Analalamika, anasema kwamba unamsingiziaga. Makubwa. Msikie hapa. Kuna mali namjenga mimi mwenyewe, mambo ya shule mimi, yani mpaka maliza na saba mimi niko nayo. Mpaka niponda mimi, kwa sababu nimembaka mimi, unajua? Sasa ndio maana kama kumwagalia matulingana niletea hayo na nini. Maana yule jamaa Romo haka hapo kwa ruti ya mandazi na nini, amsemi tofauti. Niko natakaje kuongea tena hizo issue kwa sababu ukiongea na mtu ambaye hajui mimi naishi vipi wala hata mtoto ajui anaishi vipi. Kwa sababu mtu anamna unaweza kaongea naye chochote. Hata ajui mwanae yani mwanae ana umri gani, ajui yani mtoto anakula nini, yani hajui, anasikia tu kwamba mtoto yupo na anasoma, lakini yani kiukweli yani hata nikimsema nimwangalie size labda ta image inapotea. Anadai mliwahi kuishi pamoja kweli? Hapana, sikuwahi kuishi naye. Sikudanganya kwa sababu hiyo tukio lilitokea, liliniumiza sana, hata na familia yangu iliumia, kwa hiyo sipendi tena kuongelea sababu na nitamuumiza mtoto wangu ambaye sasa hivi ameshakuwa mkubwa. Huwa sipendi historia iendelee kutokea. Kuna kitu ambacho nakiandaa ambacho kwa wanawake na watoto, ili swala watu wasilifumbie macho. Haya mambo ya msichana labda kubakwa alafu mambo yakaisha kifamilia, alafu ndio vile mambo yanakuja kuharibika. Mfano mzuri ninao mimi. Kwa hiyo yani nataka kuna enjoy moja nitaifanya ambayo nina program nayo. Utafanya kampeni ama documentary? Yani sio documentary, yani mimi nikwambieje, yani bado natafakari nianzie wapi. Kwa kuna watu nataka niongee nao wakubwa tu waweze kunisaidia ni kuanzia, kwa sababu hili jambo sio dogo, ni jambo kubwa. Na ukienda vijijini unaweza kalia, na wengine wako mjini hapa. Kweli aisee. Sasa hapa sasa hivi kutakuwa kuna kina dada na tusikiliza, huenda waliwahi kufanyiwa kitendo hicho ama atuombei inaweza ikawatokea. Wewe kama mhanga unawashauri nini wafanye? Cha kwanza lazima family haitaki kuleta mambo ya kwamba yani tumalize kwamba kwa kuoneana aibu, hapana. Jambo la kwanza mambo yaende yani polisi chukua hatua ngazi kwa ngazi. Hakuna sababu ya kusema tufumbiane macho kwenye masuala kama haya. Udanganya. Ndio maana unaona mimba za utotoni bado haziishi. Shilole, ilikutokea ukiwa na umri gani? Miaka 14. Ndio ulikuwa umemaliza darasa la 7? Yeah, I think. Nilikuwa nishamaliza, lakini nilikuwa nimeanza kuguruguru. Siku hiyo ilikuwaje? Alikukuta wapi? Nilikuwa natoka kisimani. Njiani. Okay. Na mlikuwa mnafahamiana? Of course, unajua kijiji sio kikubwa. Mtu unamfahamu labda kwa kumuona na nini, lakini mazoea unakuwa hauna. Na ulienda kusema kwa nani? Family, ndio nakwambia mambo kaisha family ambayo ndio siataki. Kipindi hicho wazazi wako wote wawili walikuwa hai? Hapana, walikuwa wamefariki. Lakini walikuwa kaka yangu, mama yangu mkubwa na dada zangu wengine. You heard?